Mkono Film, DJ Big Tizi Family. Mjue adui yako ndani ya ndoa yako. Karibuni Mkono Film. Karibu sana kwenye Mkono Film, mahali ambapo tunajifunza, tunapata maarifa na tutazungumza kuhusu masuala yanayoweza kutusaidia katika maisha ya kila siku. Kabla hatujaanza mada ya leo, tunakukaribisha pia kutembelea Boss Nyao Channel. Huko utapata maudhui kuhusu tiba asili, elimu mbalimbali na mafunzo ya kujifunza. Pia utapata fursa ya kufahamu kazi za Boss Nyao, ambaye ni mtunzi wa vitabu vya tiba asili na vitabu vya saikolojia, pamoja na shughuli zake za utabibu. Kama unapenda kujifunza kupitia vitabu na mafunzo, unaweza kutembelea Boss Nyao Channel kwa maelezo zaidi. Mada yetu ya leo: mjue adui yako ndani ya ndoa yako. Ndugu watazamaji, leo tunaingia kwenye somo zito sana. Somo ambalo kama halieleweki vizuri, linaweza kuharibu maisha ya watu wawili wanaopendana. Ndoa nyingi hazivunjwi na watu wa nje tu, bali huvunjwa na vitu vinavyoanza kidogo kidogo ndani ya nyumba, na vitu hivyo wakati mwingine havionekani kwa macho. Ndoa si vita, lakini ina vita zisizoonekana. Watu wengi hudhani ndoa ni upendo tu, furaha tu, picha nzuri mitandaoni, lakini ukweli ni tofauti. Ndoa ni safari yenye siku za furaha, siku za maumivu, siku za ukimya na siku za majaribu. Na kwenye safari hiyo, adui mkubwa si mtu wa nje tu. Adui wa ndoa anaweza kuwa ndani yako mwenyewe. Ndugu zangu, hili ni jambo la kufikirisha sana. Wakati mwingine, si mtu mwingine anaharibu ndoa yako, bali ni wewe na mwenzi wako kwa pamoja. Kwa sababu maneno yasiyopimwa, hasira zisizodhibitiwa, wivu usio na msingi na ukimya wa muda mrefu. Hivyo vitu vinaweza kuwa adui mkubwa kuliko mtu wa nje. Mtaalamu wetu Big Tizi anasema, adui wa ndoa si anayegonga mlango nje, bali ni anayekaa ndani ya mazungumzo yenu ya kila siku. Ya maisha ya kifikra. Kulikuwa na wanandoa waliopendana sana mwanzoni. Walikuwa wakicheka kila siku, lakini tatizo lilianza polepole. Mume akawa hapendi kuzungumza, mke akawa anafikiria sana. Kila mmoja akaanza kujenga tafsiri kichwani mwake. Kimya kikaanza kukua. Hakukuwa na ugomvi mkubwa, lakini kulikuwa na umbali mkubwa wa moyo. Baada ya muda, waligundua wanaishi pamoja, lakini hawana ukaribu tena. Somo la kwanza kubwa, ndugu watazamaji: wakati mwingine ndoa haivunjiki kwa kelele, bali huvunjika kwa ukimya mrefu usiozungumzwa. Mtaalamu wa Big Tizi anasema, ukimya wa muda mrefu ndani ya ndoa hujenga ukuta usioonekana, lakini wenye nguvu kuliko jiwe. Moto hawanzi kwa mlipuko mkubwa, huanza kwa cheche ndogo isiyoonekana. Adui wa kwanza, ukimya wa moyo. Ndugu zangu, ukimya wa moyo ni hatari, kwa sababu hakuna anayejua unaumia, hakuna anayejua unafikiria nini, lakini maumivu yanaendelea kukua ndani yako. Watu wawili wanaweza kulala kitanda kimoja, lakini kila mmoja akiwa mbali kabisa moyoni. Kifungu cha maisha. Kulikuwa na mke mmoja, kila alipokasirika hakuzungumza, alikaa kimya. Mume akawa haelewi kosa ni nini. Miezi ikapita, mwaka ukapita, lakini kimya kilibaki. Baada ya muda, upendo ukaanza kupotea bila wao kugombana. Hapo ndipo walipojua kimya pia ni lugha ya maumivu. Mtaalamu wetu Big Tizi anasema, watu wengi hawapotezi ndoa kwa ugomvi, bali kwa kushindwa kuzungumza. Adui pili, wivu usioeleweka. Ndugu zangu, wivu ni kitu hatari sana kama haujadhibitiwa. Unapoanza kuhoji kila kitu, kutafsiri kila jambo vibaya, kutafuta ushahidi usiokuwepo, unajenga mazingira ya mashaka, na mashaka huwa imani. Mfano wa hekima, kuna mume kila simu ya mke ikilia, ni nani huyo? Kila tabasamu uhoji, unacheka na nani? Lakini ukweli mara nyingi hakuna kitu. Mtaalamu wetu Big Tizi anasema, wivu usio na hekima huwa uaminifu kabla hata ukweli haujajulikana. Methali ya pili, anayechimba shimo kwa mwingine bila sababu huweza kujikuta yeye ndiye wa kwanza kuingia. Tunaendelea kufungua macho zaidi kuhusu mambo yanayoathiri ndoa kutoka ndani bila watu kutambua mapema. Leo tunaingia kwenye vipengele vya kina zaidi vinavyoharibu amani ya wanandoa kimya kimya. Maneno makali na ya dharura. Ndugu watazamaji, maneno yana nguvu kuliko watu wengi wanavyodhani. Kuna maneno yakitoka mdomoni hayarudi tena, na mara nyingi huacha jeraha ndani ya moyo wa mwenzi wako. Watu wengi hudhani tatizo ni ugomvi mkubwa, lakini ukweli ni kwamba maneno madogo ya kila siku ndio huwa upendo wa kina wa maisha. Kulikuwa na wanandoa wawili waliopendana sana mwanzoni.
lakini kila walipokasirika, mume angesema, wewe huna akili. Mke angesema, wewe hunijali hata kidogo. Mwaka wa kwanza waliona ni kawaida. Mwaka wa pili moyo ukaanza kuchoka. Mwaka wa tatu walikuwa wanaishi pamoja lakini hawachekani tena. Mtaalamu wetu Big TZ: maneno ni kama maji ya moto, yakimwagika moyoni huacha alama zisizofutika kwa urahisi. Methali ya hekima: ulimi hauna mfupa, lakini huvunja hata moyo ulio na nguvu. Kulinganisha ndoa na za wengine, ndugu zangu, hili ni kosa kubwa sana. Watu wengi huharibu ndoa zao kwa kuangalia mitandao ya kijamii, kuona maisha ya wengine na kusahau halisia wao. Unaanza kusema, mbona fulani mume wake anafanya hivi? Au mbona fulani mke wake yuko hivi? Lakini unachosahau ni kuwa kila nyumba ina vita vyake vya siri. Mfano wa hekima: kulikuwa na mwanamke mmoja kila siku akimwambia mume wake, angalia mume wa rafiki yangu. Njia ya kwanza ya kujenga ndoa imara: mawasiliano ya haki. Ndugu watazamaji, ndoa haiishi kwa mapenzi tu. Ndoa huishi kwa mawasiliano ya kweli na ya heshima. Watu wengi wanapokasirika wananyamaza au wanapiga kelele, lakini wachache huongea kwa utulivu na kuelewana. Mfano wa hekima: kulikuwa na wanandoa waliokuwa karibu kuachana. Siku moja wakaamua kukaa chini bila simu, bila kelele. Mume akasema, nimekuwa nikikosea kukusikiliza. Mke akasema, mimi pia nimekuwa nikibeba mambo moyoni. Mawasiliano mazuri hayamalizi matatizo yote, lakini yanazuia matatizo kukua kuwa vita. Njia ya pili: kujua tafsiri si ukweli. Ndugu zangu, tatizo kubwa kwenye ndoa ni kutafsiri vibaya mambo madogo. Mfano: mke anakaa kimya, unafikiri anakuchukia. Mume anakaa kimya, unafikiri hana mapenzi. Lakini mara nyingi ukweli ni tofauti kabisa. Mfano wa hiki: alifikiri mume hamjali kwa sababu hakusema nakupenda kila siku, lakini mume alikuwa anafanya kazi kwa bidii ili familia isikose chochote. Baada ya mazungumzo walielewana. Mtaalamu wetu Big TZ anasema, usitafsiri kimya cha mwenzako kuwa chuki, wakati mwingine ni uchovu wa maisha. Kujenga heshima kila siku. Ndoa haianguki ghafla, hujengwa au huvunjwa kwa tabia za kila siku, kama maneno unayosema, jinsi unavyoongea na jinsi unavyomheshimu mwenzi wako. Methali ya hekima: heshima ni kama glasi, ikivunjika hairekebishiki kwa urahisi. Kuacha vita vidogo. Ndugu watazamaji, watu wengi huharibu ndoa zao kwa vita vidogo vidogo. Kosa dogo, ugomvi mkubwa. Neno kimya cha siku 3, kutoelewana kidogo, chuki ya muda mrefu. Lakini hekima ni kujua, si kila kitu kinahitaji vita. Ndoa nyingi hufa si kwa mafuriko makubwa, bali kwa matone madogo ya migogoro ya kila siku. Njia 5: kukubali kuwa si mkamilifu. Ndugu zangu, hakuna ndoa ya watu wakamilifu. Kila mtu ana mapungufu, ana makosa, ana tabia zake. Ukikubali hili, ndoa inakuwa rahisi kuishi. Mfano wa hekima: mtu aliyokuwa akitegemea ukamilifu, baada ya muda akagundua hakuna mtu mkamilifu duniani. Hapo ndipo alipoanza kujifunza kuvumilia na kuelewana. Mtaalamu wetu Big TZ anasema, ukikubali ubinadamu wa mwenzi wako, ndoa yako inapata pumzi mpya. Hitimisho kuu, ndugu watazamaji, leo tumegundua kuwa ndoa imara hujengwa kwa mawasiliano, tafsiri si ukweli, heshima ni msingi wa upendo, vita vidogo huwa ndoa kubwa, na hakuna mkamilifu katika ndoa. Lakini muhimu zaidi, adui wa ndoa si mtu wa nje pekee, bali ni maneno, mawazo, wivu, kimya na kutosamehe. Mwisho wa Mkono Filamu. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye Mkono Filamu. Kama umejifunza jambo, shiriki elimu hii kwa wengine. Tembelea pia Boss Now Channel kwa tiba asili, elimu ya maisha, vitabu vya saikolojia na tiba asili, mafunzo ya kujenga maisha bora. Mimi ni Big TZ. Tukutane tena kwenye Mkono Filamu, mahali ambapo maarifa yanajenga maisha bora. Mkono Filamu, tunafunza maisha, tunajenga akili.